Okay, asante ndugu msikilizaji. Ni kwa mara nyingine tena nikukaribishe kusikiliza simulizi, na vile nikukumbushe tu pia usisahau kusubscribe channel yetu ili kuwa wa kwanza kujipatia simulizi mbalimbali na za kusisimua. Asante, karibu sana. Funga macho ya mawazo, fungua masikio ya kusikiliza. Karibu Sauti ya Simulizi. Tunaendelea sehemu yetu ya pili ya stori yetu Penzi la Dada wa Kazi. Siri zaanza kufichuka, na mtu huyo alikuwa tayari kufanya chochote kile ili kuhakikisha Neema anaondoka kwenye nyumba ile, hata kama ingehitaji kuharibu maisha yake kabisa. Je, ni siri gani iliyokuwa imejificha ndani ya nyumba ya Daniel? Na ni nani aliyekuwa akimchunguza Neema bila yeye kujua? Nadhani utakuwa unakumbuka stori yetu iliishia hapo, na sasa tunaendelea. Kwa makini kusikiliza. Usiku huo Neema hakupata usingizi wa kutosha kabisa, ingawa alikuwa amepata kazi ambayo alihitaji kwa muda mrefu sana. Moyo wake ulikuwa bado umejaa mawazo mengi sana. Alimkumbuka mama yake aliyekuwa mgonjwa, akawakumbuka wadogo zake waliokuwa wakimtegemea, na akaahidi moyoni mwake kwamba hata iweje asingepoteza kazi hiyo. Asubuhi ilipowadia, aliamka mapema sana kuliko kawaida. Alianza kufanya usafi wa nyumba, huku akihakikisha kila kitu kinapangwa kwa ustadi wa hali ya juu. Kijana Daniel alipopita sebuleni, alimsalimia kwa tabasamu la heshima sana. Asubuhi njema Neema. Neema alijibu, asubuhi njema bosi. Daniel alimtazama kwa sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, naona umeanza kuzoea nyumba hii. Endelea hivyo hivyo. Uaminifu ndio kitu ninachokithamini kuliko chochote kile. Maneno yale yalimpa Neema nguvu mpya. Hakujua kwamba mbali kidogo kulikuwa na macho yaliyokuwa yakiwatazama wawili hao kwa chuki kubwa sana. Mwanamke huyo aliitwa Veronica. Alikuwa ni msimamizi wa shughuli nyingi za nyumbani, na alikuwa ameifanya kazi hiyo kwa miaka kadhaa. Tangu Neema alipowasili kwa Daniel, Veronica hakufurahishwa naye hata kidogo. Kilichomuumiza zaidi kuona Daniel akianza kumwamini Neema kwa muda mfupi tu. Huyu binti wa kijijini anafikiri anaweza kunichukulia nafasi yangu, Veronica alinong'ona, huku akimtazama kwa hasira sana. Siku zilivyoendelea kupita, Neema aliendelea kufanya kazi kwa bidii na uaminifu. Kila aliyotumwa alifanya kwa moyo wote, jambo lililomfanya Daniel azidi kumwamini sana Neema. Lakini Neema alianza kugundua jambo la ajabu kuhusu bosi wake. Kila ilipofika saa za jioni, Daniel alikuwa akienda peke yake kwenye bustani ya nyuma ya nyumba. Alikaa kwenye benchi moja la zamani sana, akiwa ameshika picha ndogo mikononi, huku uso wake ukionyesha huzuni kubwa sana. Hakuwahi kucheka wala kuzungumza na mtu wakati huo. Ilikuwa kana kwamba kila jioni alikuwa akiishi tena maumivu ya zamani. Siku moja, Neema alipokuwa akisafisha chumba cha Daniel, macho yake yalitua kwenye fremu ya picha iliyokuwa juu ya meza. Ndani yake alimuona Daniel akiwa amesimama karibu na msichana mrembo aliyekuwa akitabasamu kwa furaha. Neema alijiuliza kimoyomoyo, huenda huyu
ndiye anayempa bosi huzuni kila siku. Kabla hajaendelea kuangalia vizuri, mlango ulifunguliwa. Daniel alikuwa amesimama mlangoni. Neema alishtuka na kushusha picha ile haraka. Samani bosi, nilikuwa nasafisha tu. Daniel alichukua picha ile taratibu. Sekunde kadhaa aliitazama bila kusema chochote, kisha akavuta pumzi ndefu. Kuna kumbukumbu ambazo mtu hujaribu kuzisahau, lakini hazimsahau kamwe. Baada ya kusema maneno hayo, aliondoka chumbani. Neema alibaki amesimama akiwa amezama kwenye mawazo. Ni nani alikuwa yule msichana? Neema akawa anawaza sasa. Kwa nini Daniel alionekana kubeba maumivu makubwa kiasi hicho? Na ni siri gani iliyokuwa imefichwa ndani ya nyumba hiyo? Lakini wakati Neema akiendelea kutafuta majibu ya maswali hayo, Veronica alikuwa tayari ameanza kupanga mtego wake wa kwanza. Akiwa peke yake, alitabasamu kwa dharau. Veronica huyo. Daniel anaweza kumwamini leo? Hayo ni mawazo ambayo alikuwa anayawaza Veronica. Lakini si kwa muda mrefu. Machoni mwake kulionekana mpango hatari uliokuwa ukianza kutoa mizizi. Binti Neema hakuwa na habari kwamba vita dhidi yake vilikuwa tayari vimeanza, na hatua iliyofuata ingebadilisha maisha yake kwa njia ambayo hakuwahi hata kuifikiria. Je, Veronica amepanga mpango gani dhidi ya Neema? Je, siri ya msichana aliyekuwa kwenye picha ni ipi? Na Daniel atagundua lini kwamba mtu anayemwamini zaidi ndiye anayeficha ukweli? Hemu usiache kufuatilia sehemu ya 3 ili tuone vita hii kati ya binti Neema na msichana mwingine wa kazi mbalimbali Veronica dhidi yao ndani ya nyumba ya Daniel. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili kujipatia story nzuri zaidi na mbalimbali.